Kipindi hiki cha leo tutakuwa na mada nzuri inayosema mwache punda wako aende. Na katika kipindi cha siku hii ya leo tutajikita katika kitabu cha Mwanzo 22. Kama upo karibu na Biblia yako unaweza ukaisogeza karibu na kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Hapo ndipo tutakapokuwa tukiongelea katika siku hii ya leo. Ambatana nami kuanzia mwanzo hadi pale utakapoweka nukta katika siku hii ya leo, na naamini utakuwa na mambo mengi ya kujifunza. Pastor, karibu sana katika kipindi hiki cha siku ya leo. Asante sana Esther. Ninaamini mtazamaji ana shauku ya kusikia kitu ambacho umemwandalia siku hii ya leo. Ukizingatia somo letu tumeliangazia katika kitabu cha Mwanzo 22 na kichwa cha somo kinasema mwache punda wako aende. Punda ni nini kwa muktadha ambao umeitumia katika siku hii ya leo? Naamini mpaka tukimaliza somo hili tutaweza kujua kichwa cha somo kilikuwa kinatuambia nini katika siku hii ya leo. Katika kitabu cha Mwanzo 22 tunaona kisa cha Ibrahim, baba wa imani. Ambapo sema kama ni jaribu, anaambiwa kwenda kumtoa kafara mtoto wake wa pekee. So kama ana watoto 100 au 20, mtoto wake wa pekee ambaye amemsubiria kwa miaka mingi amtoe kafara. Na tunaona tukisoma na nikinukuu katika kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa kwanza, nitanukuu, inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Sasa tukisoma mwanzoni kabisa mwa fungu letu katika sura ambayo tutakuwa tukitembea nayo, inatuambia ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Hayo mambo ni yapi? Kabla hatujajikita katika somo hili la leo, tuanze kabisa katika fungu la kwanza. Hayo mambo ni yapi? Biblia inasema ikawa wakati huo Mungu akamjaribu Ibrahim. Ndio. Baada ya mambo hayo. Katika Biblia ukijaribu kurejea katika sura za nyuma, ndipo ambapo utaona hayo mambo, na ukijaribu kuangalia fungu hilo limejengwa katika jaribu, kwamba baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahim. Na mimi nakuuliza, baada ya mambo hayo, je, Mungu amekujaribu ama sasa ndipo ambapo Mungu anaenda kukujaribu? Ukijaribu kuiangalia vizuri Biblia yako, kuna mahali katika Mwanzo hiyo sura ya 12 Mungu alimuita Ibrahim akamwambia atoke katika nchi yake, atoke kwa ndugu zake, yani kwa watu waliokuwa karibu na wao, mazingira aliyoyazoea. Mungu anamwambia atoke katika nchi yake ya Uru ya Wakaridayo. Kwa hiyo Ibrahim akakubali, akatoka, akaenda mahali ambako Mungu alikuwa amemwelekeza. Hapo ndipo tunaanza kugusa hayo mambo yenyewe ndiyo hayo. Ikawa baada ya mambo hayo kwamba mwanaume anaitwa tu na Mungu, anaondoka. Kwa mfano leo, mtu ambaye yuko kule Kigoma, mtu ambaye yuko kule Upareni, mtu ambaye yuko kule Tarime, mtu ambaye yuko kule Lindi, unaambiwa ondoka, halafu nitakwambia mahali pa kufanya nini, pa kwenda. Yani unatoka pengine na vitu vyako ulivyo navyo, halafu unakwenda. Yani ikiwa hauna imani haiwezekani. Yani kwanza mpaka akili zako ziwe timamu. Yani kama akili haziko timamu huwezi kukubali kuondoka. Hivi ninaondokaje? Na kwa hiyo unagundua kwamba kuna imani na mata hapo. Ibrahimu anakubali kuondoka, anakwenda katika nchi ambayo hajaambiwa. Jambo la kwanza hilo hapo. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwamba Ibrahimu alipoondoka na kwenda huko Harani, anapofika huko akakaa, baada ya muda njaa ikapiga. Njaa ilipopiga, Ibrahimu akakimbilia Misri. Na Ibrahimu anapokwenda Misri anaenda na mke wake mrembo kweli. Anapofika na mke wake Sara, Ibrahimu anamwambia Sara, sasa tunapoingia katika hii nchi, wakijua wewe ni mke wangu wananiua. Sasa tucheze game hapa. Ila baba wa imani anakubali wacheze game, na mke wake anakubali, anasema sasa wewe utakuwa dada yangu ili wasiniue mimi. Na Sara akakubali. Badala ya kumtegemea Mungu
kwamba Mungu anaweza kutulinda hata tukiingia Kweli katika nchi hii. Mungu yuko pamoja na sisi. Akakubali kumtoa mke wake ili mambo yawe nini? Shwari, kwa ajili ya nini? Ya mkate. Kwa hiyo ndio unagundua kwamba mkate ni changamoto. Yaani kuna watu ambao wamepoteza pengine utu wao, wamepoteza vitu vyao vya msingi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mkate. Kwa hiyo Ibrahimu akakubali, akaanguka hapo tayari. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo anashindwa kusimama katika ukweli. Lakini jambo jingine, Ibrahim tunamuona tena akishinda jaribu jingine la ushirika. Wakati wameondoka na Lutu, waliondoka na Lutu. Wanapoondoka na Lutu, wanapofika wanaliona lile bonde lilivyo zuri, Ibrahim roho ya ubinafsi ilikufa. Anasema ya kwamba Lutu, chagua wewe unapotaka. Ukienda kaskazini, mimi nitaenda kusini. Ukienda kusini, mimi nitaenda wapi? Nitaenda kaskazini. Kwa hiyo unamuona habari ya ubinafsi imefanya nini? Imekufa ndani yake. Hilo anashinda. Lakini kuna wakati mwingine ambapo kulikuwa na vita, Lutu akawa amevamiwa huko na wafalme waliokuwepo huko Sodoma. Kwa hiyo tunamuona anakwenda kupambana, kuwasaidia watu wengine waliokuwa wakipambana huko. Ikawa baada ya mambo hayo hakujitazama yeye, akawatazama wengine. Lakini kuna jambo jingine la ajabu, ni wakati anamuaga Ishmael na Hajiri waondoke. Kumbuka ya kwamba Mungu alimpa ahadi kwenye Mwanzo 12 ambayo nimezungumza hapo awali. Mungu anapomuita anamwambia atoke aende katika nchi atakayomwonyesha. Mungu hakumwacha aende hivi hivi. Kuna ahadi ambazo Mungu alimwambia. Mungu anamwambia nitalifanya jina lako itakuwa kubwa kutoka kwako, nitalifanya kuwa taifa kubwa kutoka kwako. Mungu atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitafanya nini? Nitamlaani. Mungu akampatia ahadi. Ukiendelea kuisoma Biblia, Mungu akampa ahadi ya kwamba atampata nani? Mtoto. Mungu anapompa hiyo ahadi ya kumpata mtoto, Ibrahim akakaa miaka kadhaa, takriban miaka 24 25 hivi, hajapata nini? Hajapata mtoto. Mke wake anamwambia, hey mzee, hapa mambo yanafanya nini? Mambo yataharibika hapa, tutakufa tukiwa hatuna mtu wa kuturithi. Jina letu litakuwa limekufa hivyo hivyo. Wakasahau ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amefanya nini? Alikuwa amewapa. Wakawa wamesahau kwamba Mungu ni nani? Ni mwaminifu. Kwa hiyo Mungu katika wakati huo Ibrahimu akafanya nini? Akaanguka, akamsikiliza nani? Akamsikiliza mke wake. Mara nyingi tumejisikiliza sisi, tumesikiliza watu wetu wa karibu, wakatupoteza, tukatoka kwenye lengo la Mungu, tukatoka katika njia ya Mungu. Ibrahimu anaenda kwa Hajiri, analala na yeye, anapata mtoto. Ni kweli alipata mtoto kutoka kwake yeye mwenyewe na kwa Hajiri, ila si kwa mke ambaye Mungu alikuwa amempa ahadi kwamba kwa Sara atapata. Kwa hiyo Ibrahimu tunaona ya kwamba kuna mambo ambayo alifaulu, lakini kuna mambo ambayo alianguka. Kwa hiyo ikiwa alianguka hapa, ukisoma Biblia vizuri, nadhani kwenye kitabu cha Ufunuo, sikumbuki ni Ufunuo ngapi, anasema Shetani ni mshtaki wa ndugu zetu. Anatushtaki mchana na nini? Na usiku. Kwa hiyo mtazamaji, kila wakati lolote unalolifanya, Ibilisi anakushtaki mbele za Mungu. Ibilisi aliendelea kumshtaki nani? Ibrahim, ya kwamba huyu ambaye umejaribu kumsifia kwamba huyu kupitia kwake utafanya yeye awe mtu wa maana, iwe taifa kubwa kutoka kwake. Huyu mtu gani huyu ambaye amekukana, amefika kule akapiga uongo? Mtu gani huyu ambaye alishindwa kuhusubiri ahadi zako, amelala na Hajiri, amepata mtoto? Mtu gani huyu ambaye unaendelea kujisifia kwamba Mungu una mtu? Kwa hiyo Ibrahim alikuwa ameshtakiwa, maana shetani anatushtaki kila wakati, kila wakati. Lolote unalolifanya baya, shetani anatushtaki, anakwenda tu, hey, huyu naye ndiye ambaye unazungumza habari zake. Kwa hiyo sasa Mungu anataka kuthibitisha. Ndio maana tunapokuja sasa kwenye kitabu hiki cha sura hii ya 22, hiyo aya ya kwanza inasema, baada ya hayo yote aliyofaulu na aliyofanya nini? Aliyofeli, aliyoanguka, Mungu anamjaribu. Mungu anamjaribu tena nani? Ibrahim, ili kuthibitisha haya mashtaka aliyonayo ambayo shetani anamshutumu dhidi yake. Juu ya hayo, je, ni kweli yuko hivyo? Mungu akamjaribu Ibrahim.
Kwa hiyo baada ya mambo hayo yote ni kuanguka kwa Ibrahim, kudanganya, kulala na mfanyakazi wake badala ya kusikia sauti ya Mungu. Tunaona Mungu anamjaribu. Tukibaki hapo hapo katika sura ya kwanza, kabla hatujaingia kwa undani zaidi kwa kisa chetu, tunaona nikisoma tena Mwanzo 22 mstari wa kwanza inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Nataka kukazia hili neno alimjaribu. Tumeshaona ikawa baada ya mambo hayo, umeshaelezea kwa uzuri zaidi. Sasa ili neno alimjaribu Ibrahim, tukisoma na katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 13 inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Ukisoma haya mafungu, je, yanapingana? Kwa sababu ukisoma huku inasema Mungu alimjaribu Ibrahim, lakini ukisoma huku katika Yakobo 1 mstari wa 13 inasema, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Ukijaribu kuyaangalia hayo mafungu katika Mwanzo anasema Mungu alimjaribu Ibrahim. Yakobo anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu Mungu hamjaribu mtu. Yeye hajaribiwi kwanza na nini? Na maovu. Na pili, yeye hamjaribu nani? Hamjaribu mtu. Hebu sogea kwenye aya inayofuata hapo hiyo. Yakobo 1 mstari wa 14 inasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kila mtu anajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Kwa hiyo tumeona kwenye hilo fungu la pili la Yakobo linatuonyesha kwamba Mungu hajaribiwi wala Mungu hamjaribu mtu. Ndiyo. Na mtu anajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Lakini fungu hili la Mwanzo linasema Mungu akamjaribu nani? Akamjaribu Ibrahim. Ukijaribu kuangalia vizuri, ni lugha hiyo hayapingani hayo, isipokuwa maana iko tofauti. Katika Mwanzo Mungu anaposema Biblia anaposema Mungu akamjaribu Ibrahim, ndiyo, ni Kiswahili chetu kinakosa maneno. Unaona hapa ni kujaribu na hapa ni kujaribu. Lakini ukienda katika lugha ya mkoloni utaona ya kwamba huku Ibrahim was tested, alijaribiwa, alipewa mtihani. Lakini unapokuja katika katika Yakobo, Yakobo unapokuja huko kujaribiwa kunakozungumzwa hapo ni temptation. Kwa hiyo ni tofauti. Jaribio la darasani, wewe mwanafunzi unapoenda darasani unapewa mtihani, hilo ni jaribio. Lakini hili jingine ni jaribu. Kwa hiyo Mungu havutwi na maovu, Mungu hajaribiwi. Ila mwanadamu anajaribiwa. Yeye anajaribiwa. Kwa sasa unarudi kwenye kusudio. Kusudio linakuwa ni lipi, na hilo jaribu lina source yake, origin yake, chanzo chake ni nani? Kwa hiyo unagundua ya kwamba hii ya testi chanzo ni Mungu. Mungu anajaribu imani. Na ndio maana utaona Ibrahimu imani yake ilijaribiwa. Mara kadhaa alianguka, sasa anajaribiwa ili kuona ya kwamba amesimama. Lakini unapokuja katika hii ya Yakobo, inajaribu, inakuonyesha lengo lake ni nini? Lengo lake ni kukuangusha. Lengo la jaribu ni kufanya nini? Ni kukuangusha. Ukijaribu kuisoma Biblia inasema kwamba tunajaribiwa kwa tamaa zetu. Tamaa inatoka ndani ya mtu yeye mwenyewe. Alafu kuna jaribu la pili hapo, tunajaribiwa na shetani. Tunajaribiwa na, kwa lengo la shetani yeye ni kutaka kuona mtu anafanya nini? Anaanguka. Tofauti na Mungu. Mungu anataka kuthibitisha. Mungu ana examine, anapima, anaangalia, je, huyu mtu amesimama? Huyu mtu yupo na mimi? Kwa hiyo hiyo ndio tofauti iliyopo baina ya aya hizo zote mbili. Tunapaswa kuzitofautisha. Kinachotuletea tofauti ni maana. Tumekupata kwa uzuri, na sidhani kama mtu anaweza akachanganya tena haya mafungu mawili. Sasa tukisogea kwa undani kwenye kisa chetu, ambapo Mungu sasa amemjaribu Ibrahim kwenda kumtoa Isaka, mtoto wake wa pekee. Unadhani kama Sara mke wake, mama yake na Isaka, angejua kwamba Isaka mtoto wake wa pekee ambaye amemsubiri kwa miaka mingi anaenda kutolewa sadaka, nadhani angekubali?
Ninajaribu kupiga picha hapa mjini. Huwa ukijaribu kuangalia, kuna wale watu wanaochoma mahindi. Wale wachoma mahindi utakuta wanachoma mahindi yametoka Iringa kule mbali, si pengine Arusha huko, yamesafiri pengine wiki nzima mpaka kufika hapa mjini, unakuta yameisha ule utamu uhalisia wa muhindi umepotea. Kwa utakuta wana pilipili, utakuta wana chumvi, wana limao, wale wachoma mahindi. Sasa najaribu kupiga picha, huyu bibi angekuwepo ni leo, amehudhuria mara kadhaa kwa mchoma mahindi na shilingi 200 yake, shilingi 500 yake, ili apate kipande cha muhindi, halafu asikie kwamba mtoto anaenda kutolewa sadaka, halafu apane nini, anyamaze. Sidhani kama mama wa leo ungekubali. Hata sijui kama ungekubali, ndugu yangu Esther. Ni ngumu hiyo kuielewa. Kwa hali ya kawaida huwezi kukubali. Kwa hiyo unagundua ya kwamba asingefanya nini, asingekubali. Na ndipo unagundua ya kwamba kumbe mambo ya uzima wa milele, mambo ya wokovu si ya ukoo, si ya familia, ni ya mtu na nani, na Mungu. Ninapiga picha, namuona Mungu anapokuja na kumuita Ibrahimu, anamuita Ibrahimu anaamka katika usingizi. Aliyesikia ni Ibrahimu peke yake. Mungu akampa maelekezo, akamwambia Ibrahimu, awamu hii ninahitaji sadaka ya mwanao. Nina uzoefu na wewe wa sadaka za wanyama, ila awamu hii ninahitaji sadaka ya nani, ya mwanao. Ninamuona Ibrahimu akiangalia kama Sara amesikia. Anagundua ya kwamba Sara hakusikia. Ndio. Anachungulia pengine Isaka na yeye amesikia, anagundua ya kwamba Isaka na yeye hakufanya nini? Hajasikia. Ibrahim, mimi namuona anajaribu kudelay pale, kusubiri pengine Mungu anaweza akabadilisha maamuzi. Mungu akabadilisha. Sababu anakumbuka Mungu huyu aliniahidi kwamba kwa mwanangu, kwa mke wangu ndipo nitafanya nini? Mambo yote yatafanywa. Baraka hizo ambazo Mungu alikuwa amezitangaza zingetokea hapa. Lakini Mungu hakuwepo. Mungu ametangulia wapi? Moria. Unajua kuna kitu cha pekee hapo ambacho tunajifunza. Ukijaribu kuangalia hizo aya, Mungu anapomuita Ibrahimu hapo anamwambia anahitaji sadaka. Na ukijaribu kusoma kwenye aya ya kwanza hapo nadhani anasema ya kwamba mwanao, nahitaji sadaka ya nani? Ya mwanao. Utaona kuna koma, mwanao. Ibrahimu akamwambia sina mmoja, ninao wawili. Ndio. Mungu akaenda. Naona majadiliano baina yake na Mungu. Akamwambia umpendaye. Akamwambia wapekee. Akamwambia kila mtu ni wapekee kwa mama yake. Akamwambia umpendaye. Akamwambia I love both, na wapenda wote. Mungu akaenda direct, akamwambia Isaka. Maana pengine Mungu asingekuwa direct kwa Isaka, asingekuwa moja kwa moja kwa Isaka, Ibrahimu angeweza kumtoa Ishmael. Maana kwa nini anamtoa Ishmaeli, anamwacha Isaka? Isaka alikuwa ni wa ahadi. Kwani nani asiyetaka sifa? Nani asiyetaka jina lake kuwa kubwa? Aliambiwa kwa Isaka jina lake litakuwa nini? Kubwa. Litakuwa taifa kubwa kupitia kwa Isaka. Kwa hiyo Mungu akawa moja kwa moja kwa kile unachokipenda. Kuna nyakati katika maisha yetu ndio kuna vitu ambavyo tunajaribu kuvizuia, ila Mungu anataka vile ambavyo tunavizuia, hivyo ambavyo tunaviona ni vya thamani kubwa kuliko vingine. Aliyekuwa wa thamani kuliko chochote kwa Ibrahimu alikuwa ni Isaka. Mungu akamhitaji Isaka huyo. Sasa huyo kama Sara angejua, angemwambia kijana, toroka hapa asubuhi, unachukuliwa. Kwa unagundua ya kwamba Sara hakujua, na kama angejua kuna uwezekano angemwambia akimbie, kwa sababu hapa yalikuwa ni mahusiano ya Ibrahimu na Mungu. Imani iliyokuwa inapimwa ni ya Ibrahimu, ilikuwa haipimwi ya Sara. Ni Ibrahimu ambaye mara kadhaa alianguka. Kwa hiyo Mungu anataka kuona, je, haya mashtaka ambayo shetani anayaleta kila siku kwangu dhidi ya Ibrahimu ataweza kusimama? Imani yake ikatikiswa. Amina. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura hii ya 22 mstari wa 3, Biblia inasema Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye. Nilikuwa natamani tuishie hapo. Kwa nini alichukua hao vijana wawili? Lakini tukiendelea kusoma huko mbele tunaona kwamba hawakuruhusiwa kwenda sehemu walipokuwa wanaenda kutoa kafara. Okay. Ibrahimu anaondoka na wao asubuhi, anawaamsha vijana wawili, anamwamsha na kijana wake,
wanachukua na punda, safari inafanya nini? Inaanza, wanakwenda kwenye ibada. Ndio. Hawa vijana walikuwa na wao wameshahudhuria hizo ibada, wameshaziona, wanamjua Bwana wao, walikuwa namjua Bwana wao namna ambavyo ana mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo pengine walikuwa ni wasuagaji wa ng'ombe, wa ndama, wa kondoo walipokuwa wakienda, ila awamu hii wanakwenda wakiwa na punda, amebeba kuni, wanakwenda na vitu vingine walivyokuwa navyo. Wanapofika mahali fulani wanatembea kwanza. Siku ya kwanza hawakuona mlima ambao Ibrahimu alikuwa ameambiwa na Mungu. Ndio. Wakapiga tena siku ya pili, hawakuona mlima. Siku ya tatu wakauona mlima kwa mbali. Walipouona mlima kwa mbali, Ibrahimu akawaambia, ninyi vijana bakini hapa na punda, mimi na mwanangu tunakwenda mlimani kuabudu. Hakuwaambia kwamba tunaenda kutoa kafara. Pamoja na kwamba waliona kuni, waliona kisu, ila hawakuona mnyama na hawakuhoji. Wametembea siku 3 zote kwa kazi ya kuwasindikiza tu, halafu wanabaki wanaangalia. Kuna mambo ambayo tunajifunza hapa kwamba aliondoka na wao ili waobserve tu, lakini hawakushiriki ibada, na walicho observe ni kuwaona wanakwenda, walichoshuhudia, walichoona ni kuona wanaenda wapi? Wanaenda mlimani, ila ibada namna ilivyokuwa inaenda kufanyika ama ilivyofanyika hawakuona. Kwa nini? Ni kwa sababu Ibrahimu anapotazama imani yao anaona kwamba imani hii haitoshi kushuhudia ibada ya kafara ya mtu. Na ukijaribu kuangalia wakati huo, pengine wakati huo sio pengine, wakati wa zamani kuna watu walikuwa wanafanya ibada kwa miungu, wanatoa watoto. Kwa hiyo Ibrahimu hakwenda na hawa watu, hakwenda na hawa vijana kwa sababu mahususi kabisa. Kwanza imani yao isingelitosha kushuhudia mtoto anatolewa kafara, kijana anatolewa kafara, mtu anachinjwa. Wamezoea kuona hii. Kwa hiyo Ibrahimu akasema no, hawa hapana. Na hawa wakienda kushuhudia, taarifa watazipeleka nyumbani, nini ambacho kilikuwa kinaenda kutendeka huku. Kwa hiyo Ibrahim hawakutaka kushiriki kwa namna hiyo. Hata Isaka naye unagundua kwamba hakujua. Alijua tu tunaenda kwenye ibada. Baada ya kutoka pale ndipo mazungumzo yanaendelea na baba yake. Maana pengine alidhani njiani huko baba atajipatia, atanunua, atachukua mahali fulani, maana Ibrahimu alikuwa ni mfugaji. Pengine kuna mahali tutapita, atafanya nini? Atachukua katikati ama miongoni mwa mifugo yao. Ila anashangaa wanakwenda na hawana. Kwa hiyo wanapobaki wawili ndipo wanaposhauriana, wanapoulizana maswali. Lakini hapa vijana walibaki kuangalia punda tu. Imani yao haideserve. Ndio. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kuna watu wengine, kuna fundisho ambalo tunaipata hapa. Kuna watu ambao tuko kanisani kwa miaka sasa. Mingi tu. Mwingine ana miaka 10, mwingine ana miaka 20, mwingine 30, mwingine hata 50 anayo akiwa ndani ya kanisa. Mwingine ana 5, mwingine ana 1. Ila lakini hana mahusiano ya karibu na Mungu. Imani yake ni kama imani ya hawa vijana ambao walikuwa wanaangalia punda, kwamba imani yao haitoshi, wabaki tu kumwangalia nani? Punda. Yani all the way siku 3 zote wametembea, kazi yao ni kuangalia nini? Kuangalia punda. Ni kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo unagundua ya kwamba hawa vijana imani yao haikutosha. Ndio maana Ibrahimu anawaambia bakini hapa pamoja na punda. Pengine wangefika kule wangekimbia, wangepiga yowe, anaua huku. Kumbe Ibrahimu yeye amezungumza na nani? Na Mungu. Mungu ambaye ni kila kitu katika maisha yake. Kwa hiyo anakwenda yeye, maana ibada ni ya mtu na nani? Na Mungu. Ibada ni ya mtu na Mungu. Kwa hiyo ziko sababu kadhaa. Miongoni mwazo ndizo hizo ambazo nimezibainisha, ambazo zinafanya hawa wanaitwa na wanabaki. Lakini tunapokwenda tunapohitimisha hii hoja, kuna kitu ambacho natamani kiguse. Kwamba vijana hawa walibaki na punda, na somo letu linasema punda. Mwache punda wako afanye nini? Aende. Wao walibaki wanamwangalia punda, pengine wameshikilia kamba ya punda ili punda asiende popote. Hiyo ndio kazi yao waliokuwa nayo, ila hawana uhusiano na Mungu wa kushiriki ile ibada. Kuna watu wengi ambao tupo kanisani, kazi yetu ni kuangalia punda. Maana yake ni nini ambacho tunasema? Kuna watu ambao tumeng'ang'ana na maisha ya dhambi.
Kuna mwingine ni punda wa dhambi, ndio ambao umewashikilia miaka yote, upo kanisani, unahudhuria ibada, lakini hakuna mabadiliko yoyote ambayo yametokea. Umeng'ang'ana na punda, mahubiri yanakuja, maombi yanaletwa, huduma za kiroho zinaletwa, hubadiliki. Wewe ni yule yule, maisha yako ni yale yale. Mungu anatutaka tubadilike, ndio kusudi lake, anataka tubadilike. Wengine punda ambao tumewashikilia ni magonjwa ndio ambao ugonjwa ukija, anasema huu ni wa kwangu, unanimaliza. Ugonjwa akipata ugonjwa kidogo, anakimbilia kwa waganga. Hao ni punda ambao watu wamefanya nini? Wamewang'ang'ania. Na jioni ya leo Mungu anataka tuwaachie punda waondoke, ili tubaki na yeye, tubaki tukimwamini yeye, tubaki tukimtegemea yeye. Katikati ya ugonjwa tumtegemee, katikati ya changamoto tumtegemee, katikati ya kufukuzwa kazi, katikati ya mambo magumu yote, tubaki na nani? Na Mungu. Mungu anataka umwache punda wako aende. Mimi sijui ni punda wa namna gani ambaye umemshikilia, ila wito wa Mungu kwako jioni ya leo, mwache huyo punda aondoke, ili ubaki kuhusiana na Mungu wako. Amina. Mwache punda wako aende. Tuweke koma hapo. Tupate wimbo mfupi kutoka kwa mwandishi, atatuwekea wimbo na baada ya hapo tutaendelea na somo hili zuri la mwache punda wako aende. Naamini mpenzi msikilizaji, mpaka sasa hivi atakuwa ameamua kumwachilia punda wake aende. Mchungaji, tuliweka koma pale uliposema mwache punda wako aende. Tunaona, tukirudi kwenye kisa chetu, tunaona Ibrahim baada ya kupewa maagizo na Mungu, baada ya kuwa na maongezi na Mungu, tunaona siku inayofuata akaamka, akachukua punda, akachukua wajakazi wawili, akamchukua Isaka, wakachukua na kuni, wakaanza safari. Kuanzia hapo kwenye kisa hatuoni kama alibisha, alilalamika au alinungunika. Tunaona yeye alianza kufanya nini? Kufuata maelekezo. Na mwanzoni tulipokuwa tumeanza, ulitugusia kwamba Ibrahim nyuma kidogo alianguka, alidanganya, alimsikiliza mke wake badala ya kusikiliza sauti ya Mungu. Hii inaweza kutuambia nini hasa kwenye maisha ya leo? Alianguka, lakini huku tunaona kwamba anatii bila kubisha. Hiki kinaweza kutuambia nini? Mwanzo Mungu alikuwa anaendelea kujitambulisha kwa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa hajamuelewa Mungu vile ambavyo Mungu alikuwa anahitaji. Kwa ndio maana unamwona Ibrahimu anaanguka, Ibrahimu anainuka. Na tunapokuja katika kisa hiki ambacho tunazungumza, Ibrahimu anathibitisha imani yake kwa Mungu, ya kwamba sasa ninamuelewa nani? Mungu. Ibrahimu alimuelewa sasa Mungu, kwamba zile nyakati nilishindwa. Sasa Ibrahimu anajaribu kuthibitisha imani yake kwa nani? Imani yake kwa Mungu. Hakuangalia yale ambayo yalikuwa yamemwangusha. Sasa anatazama mbele. Kuna mtu ambaye ananitazama sasa, ameshindwa kupiga hatua ya kiroho, ameshindwa kupiga hatua ya kumfuata Yesu kwa sababu ya kuangalia historia yake mbaya. Pale ambapo tunakubali kunyenyekea kwa Kristo na kumtwika huzuni zetu, yeye anatubebea mizigo yetu yote. Yale ya nyuma anabeba, na tunaanza maisha nini? Mapya. Pengine umekuwa na hofu kwa sababu ya maisha yako yaliyokuwa mabaya, ambayo yamekuwa yakitisha, ambayo yamekuwa yakikupa hofu. Nataka nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba Mungu anahitaji kuanza maisha mapya na wewe. Yeye hajakuchoka. Baba yako anaweza akakuchoka, unaweza ukakosea mara mbili mara tatu, mama yako akakuchoka, mwingine hata akakutangazia laana, lakini Mungu hayuko hivyo. Tukirudi kwake anatupokea. Na mimi nakutia moyo ya kwamba jisalimishe kwa huyu Mungu. Amenyosha mikono yake yote miwili akihitaji kukupokea wewe. Maana historia yako si chochote kwake, haimuumizi, haimtishi pale ambapo unakubali kujisalimisha kwake. Jioni ya leo jisalimishe kwa Yesu Kristo. Amina, amina. Naamini kama kuna mtu ambaye alianguka lakini sasa hivi ananuiwa au amepata shauku au wito wa kuweza kusonga mbele na kumtii Mungu, naamini ametiwa moyo. Asiangalie historia yake ya nyuma, bali amtazame Mungu na aendelee kumwamini. Tukiangalia katika hiki kisa ambapo Ibrahimu anaambiwa mtoe Isaka kafara,
Kwa tamaduni za kawaida, ukisikia mzazi anamtoa kafara mtoto, lazima tujiulize mara mbili kwamba nini kinaendelea, au anatoa sadaka kwa miungu mingine. Sasa katika kisa hiki, je, kinawezaje kueleweka kwenye muktadha wa utamaduni ambao wanaamini hivyo, na Mungu tunawezaje kumtofautisha na hii miungu mingine ambayo ndo mara nyingi huwa tunaamini kama mtu akifanya hivyo huwa labda anatoa sadaka kwa hii miungu mingine, lakini hapa tunaona amepewa agizo na Mungu. Je, tunawezaje kutofautisha hivi? Asante kwa hilo swali, na najaribu kupata picha hapa ya kwamba kama ingelikuwa leo ungesikia wanasema Ibrahim ni Freemason. Amemtoa mtoto pekee. Ya, anamtoa mtoto mzee tajiri. Sasa ajabu ni kwamba Ibrahim, unajua alikuwa ni tajiri. Unajua watu hawaelewi Ibrahim alikuwa ni tajiri, alikuwa na wafanyakazi 318. Hivi nani ana wafanyakazi 318 na anawalipa mshahara? Hapa najaribu tu kuchomekea kwa wale watu ambao wana wafanyakazi, ana mfanyakazi mmoja wawili, akikosea tu anafanya nini? Anamkata na mshahara, anafanyeje? Lakini Ibrahim jamaa alikuwa ni tajiri, alikuwa nini, ila alikuwa na mcha Mungu. Ndio kitu ambacho tunakiangalia hapa. Kwa hiyo Ibrahim anamtoa sadaka, ndio anakubali kabisa kumtoa sadaka, kitu ambacho Mungu alikuwa ameikataa. Ukisoma pia katika kitabu cha Mambo ya Walawi 18 mstari wa 21, Mungu alikataa hizi habari. Katika ulimwengu wa kale kuna watu walikuwa wanatoa watoto wao sadaka kwa miungu. Unaweza kufuatia kwenye kitabu nilichokisema wa Walawi 18:21 utaona. Mungu alitoa makatazo kadhaa kuanzia aya ya kwanza. Kwa hiyo anatoa hili katazo pia la sadaka ama kafara ya nani? Ya mtu. Walitoa wao kutafuta neema kutoka kwa miungu, mafanikio kutoka kwa miungu. Kwa hiyo walitoa sadaka ya watoto wao. Kienda kwa Moabu, Amaleki huko, wote walitoa, watu walitoa. Kwa hiyo unagundua ya kwamba sasa kama ni hivi, watu waliona Ibrahimu hapa sio Mungu tena. Mungu anawezaje kuhitaji sadaka hii? Ila Mungu kuna kitu alikuwa anaitoa fundisho. Kuna kitu ambacho alikuwa anatoa fundisho kwa jamii hiyo ya wakati huo mpaka leo, ya kwamba Mungu hahitaji sadaka ya mtu. Ndio. Na ndio maana unaona Ibrahimu wanapokwenda na Isaka, wanapofika mlimani, wanapiga story njiani hapo, wanafika mlimani, kabla kisu hakijawekwa shingoni kwake kukata, Mungu anajitokeza, malaika anatokea, anamuita Ibrahimu, anamwambia angalia kuna kondoo. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, mimi hiyo sadaka sihitaji, mimi ndimi ninayetoa. Mungu ndiye aliyetoa nini? Sadaka. Akatoa kondoo badala ya nani? Badala ya Isaka. Lakini hapa kuna kitu ambacho tunajifunza. Hii unaweza ukaona kuna ulinganifu. Mungu anamtoa nani? Kristo, kuwa ukombozi kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu aliyeanguka dhambini wakati huo, leo kwa dhambi ambazo zinatendwa na dhambi ambazo zitatendwa nini? Kesho. Kwa Mungu alikuwa anatangaza, hey, mimi ni Mungu ninayefanya nini? Ninayetoa. Ndio maana Isaka Ibrahimu hakuweza kumchinja nani? Isaka. Mungu alizuilia. Mungu alikuwa yeye alikuwa kwenye jaribu lake, kwenye mtihani wake, jaribio, sio jaribu, alikuwa kwenye jaribio lake la kumwangalia Ibrahimu. Ibrahimu amekuwa ama Ibrahimu yuko kule anaendelea kurudi nyuma. Kwa hiyo unakaa unaona kuna utofauti. Mungu yeye alihitaji kuthibitisha imani ya nani? Ya Ibrahimu. Na ndio maana hakuruhusu Ibrahimu afanye nini? Amchinje nani? Mwanae. Maana Mungu alikuwa amepiga marufuku ya sadaka za nini? Za watoto. Waliofanya hivyo ni wale ambao walikuwa wakiamini katika miungu mingine, ndio ambao walitoa sadaka za watoto, sadaka ambazo hazina wokovu. Kwa hiyo maana hata Ibrahimu angefanikiwa kumchinja Isaka, kulikuwa mna wokovu. Alikuwa ni mtii. Ibrahimu anatii, alikuwa anatii, lakini sadaka hii ilikuwa haina nguvu katika wokovu wa mwanadamu. Asante sana. Umesema kwamba Mungu alikuwa yupo kwenye jaribio. Alikuwa anamjaribu Ibrahimu. Sasa tumeona Ibrahimu kama tulivyosema hakubisha wala hakukataa. Kwa nini Mungu asingemleta yule mwanakondoo pale tu ambapo Ibrahimu tayari alikuwa ameshafika kwenye kilima? Kwa nini alisubiria mpaka Ibrahimu amenyanyua kisu, ameshamlaza na Isaka, ndo anataka kumtoa kafara, ndo Mungu akamzuia? Kwa nini alisubiria mpaka huo wakati? Na hii inatufundisha nini? Kwenye Zaburi ya 26 mstari wa 2 anasema unijaribu.
Examine me. Ndio. Nijaribu, unijaribu. Mungu alikuwa anaipima imani ya nani? Ya Ibrahimu. Kukubali kuondoka nyumbani kwake kuongozana na mwanaye ilikuwa tu haitoshi kusema ya kwamba Ibrahimu ananitii. Ndio. Hiki kitendo kilipaswa kufikia tamati yake kuthibitisha. What if jamaa angetembea afu afike hapo katikati ailisha. Alafu huku nyumbani alishaondoka. Si unaona kuna hiyo kitu? Kwa Mungu alihitaji utii mpaka hatua ya nini? Ya mwisho. Mungu anahitaji tutii mpaka dakika ya mwisho ama ile nukta. Utii wetu unakoma pale pap. Sawa na ule utii ambao Shadrach, Meshach na Abednego wanauonyesha. Wanasema ya kwamba kama ni kwenye moto sisi tuko tayari kufanya nini? Kuzama na tufe. Akituokoa sawa, akituacha sawa. Utii mpaka hatua ya mwisho. Mungu anahitaji kuona utii wa Ibrahimu. Isije Ibrahimu akafika hapo katikati akafanya nini? Akageuka, alafu shetani akarudisha mashtuma ile. Si nimekwambia huyu jamaa. Mungu anaacha mpaka ile hatua ya mwisho. Maana shetani angesema ungemwacha aweke kisu, ungemwacha akate. Kwa hiyo sasa hata shetani mwenyewe anashuhudia, anaona huyu mzee yuko serious. Ndio. Na hii kitu yuko serious na hii kafara ambayo Mungu amefanya nini? Amemwambia. Na shetani naye akagive up, akagundua kwamba hapa nimefanya nini? Nimeshashindwa. Kwa hiyo Mungu anahitaji tutii mpaka dakika ya mwisho. Ndicho Mungu anachokitaka kutoka kwetu. Mara nyingi sisi tunaonyesha utii, tukiona mambo yanakuwa magumu tunasalenda, tunasema hapana. Hata Mungu anafanya nini? Anajua. Mungu ndio anajua, lakini Mungu anahitaji mpaka hatua ile ya mwisho useme ya kwamba Mungu, mimi nimemaliza sehemu yangu, ili Mungu afanye sehemu yake inayobaki. Kwa hiyo hapo alikuwa anapima utii wa Ibrahim. Anapima utii wa Ibrahim. Na ni kweli Ibrahim alitii. Alitii sana mpaka kumshikia kisu mtoto wake wa pekee wa kumzaa anayempenda. Kwa kweli hiyo ilikuwa ni hatua nyingine ya utii kabisa. Tukirudi nyuma kidogo kabla ya Ibrahim kumweka Isaka sehemu ya kutolea kafara, tunaona kuna kauli ambayo Ibrahim anamwambia Isaka pale ambapo Isaka ameshafika sasa, anafika mpaka kwenye sehemu ya kutoa kafara, alafu hawaoni mwanakondoo. Akamuuliza kuhusu mwanakondoo, alafu Ibrahim akamjibu, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa sadaka. Je, hii kauli ilikuwa ni imani ya kweli au ilikuwa ni kauli ya kumtuliza tu Isaka ili asiulize maswali mengi, kwa sababu yeye tayari alikuwa anajua mwanakondoo ni Isaka? Unaweza kaitazama kwa namna fulani kana kwamba Ibrahimu alikuwa anamwambia Isaka tulia, lakini ukienda kwa undani zaidi ilikuwa ni imani kwa Ibrahimu. Pengine imani ambayo haikuwa imani ya nani? Ya Isaka. Ila Isaka alikuwa anajua jambo moja, baba yake ana mahusiano na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hata alipomwambia kwamba Mungu atajipatia, Isaka aliamini Mungu wa nani? Wa baba yake. Ameshapata kauzoefu kwamba Mungu wa baba yake kuna mambo ambayo anafanya nini? Anafanya, ana nguvu, ana uwezo. Kwa hiyo kwa Ibrahimu ilikuwa ni imani ya kwamba Mungu atafanya nini? Atajipatia. Mungu ataleta mwana kondoo. Ibrahimu alikuwa ana kauzoefu na Mungu. Haikuwa tu kauli ya kishujaa ya kumtuliza kijana wake awe na amani, alirelax. Kwa nje unaweza ukaiona iko katika mtazamo huo, lakini kiundani Ibrahim alikuwa sasa anamuelewa nani? Anamuelewa Mungu. Anaamini ahadi za nani? Za Mungu. Maana kama alimwambia atapata mtoto, Ibrahimu akafanya ya kwake. Baadaye Ibrahimu anapata mtoto kwa bibi ambaye tumbo lake limekufa. Tumbo la miaka hiyo ya Sara, miaka ya 70, na hiyo miaka hiyo yote hiyo ni miaka ambayo, hiyo miaka ya 80 huko ni miaka, yani mtu ambaye leo ana miaka hiyo 60, 50 na kitu, ni nadra kusikia mtu wa 50 amepata ujauzito. Lakini huyu bibi akapata. Kwa hiyo hii kitu iingia kwenye akili za Ibrahimu, akaelewa kwamba huyu Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Hata hili ambalo ananiambia ya kwamba ni kupitia kwa huyu Isaka kwamba jina langu litakuwa kubwa, litakuwa taifa kubwa, hii itakuwa ni kweli, hii itakuwa ni hakika. Kwa hiyo ndio maana akasadiki, akaanza kwenda wapi? Kwenda mlimani. Hakumwambia kumtuliza tu mwanae
ila alimwambia yeye akiwa anaamini ya kwamba Mungu atafanya kitu. Amina, amina. Tunapokuwa tukielekea mwisho wa somo hili ambalo tumekuwa nalo katika siku hii ya leo, una jambo gani la kumwambia mtazamaji, jambo la kumwacha nalo kutoka kwa hiki kisa cha Ibrahimu ambacho tumekisikia kuhusu yeye kwenda kumtoa kafara mwanae wa pekee, na kitu kikubwa ambacho tumejifunza ni utii. Una jambo gani la kumwambia mtazamaji? Kuna nyakati tunakuwa katika nyakati ngumu, changamoto katika maisha. Kumbe wakati huo Mungu anakuwa ameleta mitihani kwetu. Ndio. Ila hiyo mitihani wakati mwingine inakuja ikiwa ya moto kweli. Sasa inapokuwa ya moto tunakimbia. Ibrahimu hajakimbia. Ibrahimu alisimama kuonesha imani yake. Na sisi tunafundishwa hapa ya kwamba katika nyakati kama hizi, unapopita katika mtihani, wewe jaribu kutofautisha huu mtihani ni wa Mungu ama ni jaribu la nani, la kwako kutoka ndani, ama ni nani, ni shetani ambaye anadanganya, anakuvuta tu, anakuonyesha vitu vya dunia hii, anakuonyesha hivi ili wewe uweze kuvutwa. Kwa hiyo wewe ni uweze kutofautisha kwamba hili ninalolipitia chanzo chake ni nani, ni Mungu, ni mimi mwenyewe, ama ni kutoka kwa nani, kutoka kwa adui. Ukiweza kupambanua hayo utaweza kusimama vizuri. Na tunapokuwa tukihitimisha, kuna jambo la pekee kwa Ibrahimu. Ukienda kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 kuanzia aya ya 17 mpaka aya ya 19, Ibrahimu alipokubali kumtoa Isaka alikuwa amemwamini Mungu 100% ya kwamba Mungu ana nguvu, Mungu ana uweza, Mungu anatenda. Na anaamini hivi rafiki yangu Esther, ya kwamba hata nikienda nikamchinja Isaka, Ndio, kwa kuwa ndiye wa ahadi ambaye Mungu alinipa ahadi kwake na amenipatia yu mikononi mwangu, ndio, nitamchinja nimtoe sadaka, ila sitashuka mlimani mpaka Mungu anipatie Isaka wangu mikononi. Hii ndio iliyokuwa imani ya nani? Ya Ibrahimu, ya kwamba Mungu anaweza kunipatia, na alikuwa amemwelewa ya kwamba Mungu huyu anaweza kuhuisha, Mungu anaweza kufufua tena. Kwa hiyo atakufa, ila siondoki mlimani mpaka anipe nani? Mpaka anipe Isaka. Nenda soma vizuri kitabu hicho cha Waebrania sura ya 11 na aya ya 17 na 19, utayaona hayo ambayo ninafanya nini, ninayazungumza. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa amemwelewa Mungu. Nini ambacho anajaribu kukuambia rafiki yangu? Tusiwe na uoga juu ya Mungu. Kuna nyakati Mungu anahitaji vile tulivyo navyo. Anahitaji muda wako, anahitaji karama yako, anahitaji mali zako. Tumtolee yeye zifanye kazi yake. Tunakuwa na hofu ya kutoa tukihisi kwamba tutaishiwa. Ukihisi kwamba unaishiwa, nenda kamuulize Ibrahimu. Ibrahimu alitoa kila kitu. Hapa kuna fundisho ambalo tunalipata, hii kafara ya Ibrahimu ya Isaka, unaona inafananishwa na kafara ya Yesu Kristo. Isaka alikuwa ni mtoto wa pekee anayependwa na nani? Na baba yake. Na baba yake alimtoa kuwa kafara. Mungu akaingilia kati. Hivyo hivyo kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Alikuwa anapendwa, alikuwa ni mtoto wa pekee, na Yesu anakatolewa, na yeye alitolewa na nani? Na baba yake. Mungu Baba alimtoa. Anaonesha upendo mkubwa, sawa na upendo ambao Isaka Ibrahimu anafanya nini? Anauonyesha kwetu leo hii. Hapa tunapata fundisho kubwa ya kwamba katika kisa hiki cha Ibrahimu, namna ambavyo alikuwa anatoa kafara, kuna kafara kubwa sana ya Yesu Kristo. Kafara hii ya Yesu Kristo ndiyo kafara ambayo inaleta tumaini kwa ulimwengu wote. Unapitia maumivu gani? Unapitia magumu gani? Unapitia machungu gani? Unapitia masumbufu gani? Ni magonjwa gani yanayokusumbua? Nenda kwa Yesu Kristo, maana damu yake bado ina nguvu, ina thamani ya kukuponya, ya kukuokoa, ya kuhuisha mambo yako ambayo yamekufa. Mungu akubariki. Amina, amina. Mchungaji, asante sana, na ningetamani tuweke nukta katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Hakika kilikuwa ni kipindi kizuri, na naamini msikilizaji ambaye amesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho
na hata yule ambaye alikutia katikati, naamini kuna kitu ameweza Yeah. kukipata, Kitu amepata. na kimeweza kumtia moyo katika maisha yake kwa namna moja au nyingine. Bwana akubariki sana. Amina, barikiwa pia. Amina. Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na hiki kipindi kizuri, wasaa ambao tunapata kutulia kwa Yesu baada ya shughuli nyingi za maisha ambazo tumekuwa tukizifanya katika siku hii ya leo. Leo tulikuwa na kisa kizuri cha Ibrahim, ambapo alipoambiwa na Mungu kwenda kumtoa kafara mtoto wake wa pekee Isaka. Tumejifunza kwamba Ibrahimu alitii. Nyuma tunaona Ibrahimu alifanya mambo mengi, alianguka, hakumtii Mungu, hakusikiliza sauti ya Mungu. Kuna muda alisikiliza sauti ya mke wake na akaacha kusikiliza sauti ya Mungu, lakini tunakuja kuona kwamba hapa Ibrahim bado alikuja kumtii Mungu, na hakika Bwana alitenda. Huenda na wewe unapitia wasaa kama ambao Ibrahimu alikuwa akipitia. Unaweza kuwa umeanguka, lakini sasa hivi unahitajika kutii na kumwamini Mungu. Usisite, mwamini Mungu kwa sababu bado anakupenda, anakujali, kwa sababu alimtoa mwanawe wake pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana akubariki sana. Ulikuwa nami Esther Nkoko, na leo studio nilikuwa naye Pastor Daniel Ikwabe. Bwana akubariki sana. Kwa niaba ya wote ambao tumefanikisha matangazo katika siku hii ya leo, nikutakie usiku mwema.